wale ambao walikuwa wanafikiria ya kwamba ni kudanganyana, tunadanganyana. Walio na macho waone, walio na masikio wasikie. Tunaelewana wenzangu? Lakini ya muhimu pia, hata tukisherekea siku ya leo, lazima pia tusherekee wale ambao wameweka tamaa yao chini na kusema kwa sababu ya wananchi na nchi ya Kenya wanataka tuungane pamoja. Na wa kwanza kabisa, ningependa tumshukuru Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa sababu sio ya kwamba hangeweza, anaweza, lakini akasema hatakuwa moja ya kugawanya wa Kenya, anataka tutembee pamoja. Tumshukuru Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Na tumekubaliana ya kwamba sisi wote tutafanya kazi, sisi tukiwa Jubilee, Raila Amolo Odinga akiwa ODM, Kalonzo akiwa na OKA na wenzake, KANU na wenzake na Kenya na wengine, zote tushirikiane tuwe kitu kimoja, na hakuna mtu ambaye atawachwa nje ya serikali ya Raila Amolo Odinga, wote watakuwa ndani. Hii itakuwa serikali ya kujumuisha wote, ya kujumuisha jamii zote za Kenya, ya kujumuisha wazee, wakina mama na vijana haswa ndani ya serikali. Mungependa tuendelee namna hiyo ama mungependaje? Si ni namna hiyo? Munafurahia kuja pamoja kwa Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka? Hebu nione kwa mikono ni wangapi leo wanasherehekea umoja wa viongozi wetu. Si ni namna hiyo? Na tuseme tushirikiane pamoja na viongozi wa zaidi ya vyama 22 ambao wamekuja pamoja, ndio tuweze kuwa na huu muungano ambao ni muungano wa kubadilisha Kenya, ni muungano wa kubadilisha Kenya na kuleta wa Kenya pamoja, na ndio tuweze kusonga mbele tukijenga juu ya msingi ule ambaye tayari tumejenga. Si ni namna hiyo? Tutatembea hivyo. Vijana tutatembea pamoja. Vijana tutatembea pamoja. Hebu nione kwa mikono ni wangapi wanasema ya kwamba tutatembea pamoja. Asante. Na sasa ningependa kumwalika ndugu yangu mbele ya nialike candidate. Ningependa kumwalika ndugu yangu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka akuje anene nasi. Asante sana. Thank you. Wakenya wenzangu, hamjambo? Mnaweza kunisaidia na Wiper? Wiper. Nikisema OKA
One Kenya. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, ndugu yangu Uhuru Muigai Kenyatta, ndugu yangu Raila Amolo Odinga, wenzangu wa Kenya, viongozi ambao mmefika, nitakuwa mfupi sana wa maneno. Tumerudi tena Jakaranda, sio mara ya kwanza, sio ya pili. Na hapa Jakaranda leo pamefurika kwa sababu wa Kenya wanataka kutoa azimio la kumaliza ufisadi Kenya hii. Kusema kweli, mimi nilikuwa tayari kabisa na nadhani bado niko tayari, lakini tunaangalia umri, si namna hiyo. Kabla ya kuja hapo, naomba niseme asante kwa ndugu zangu One Kenya Alliance. Mliona kwanza jana tuliweka mkataba as a coalition, lakini leo tumefanya a bigger coalition, a grand coalition kwa jina Azimio One Kenya. Wangapi wanaunga mkono hiyo? Kwa hivyo basi, zile saini ambazo zimewekwa tayari pale kwa KICC, mahali pa historia sana, zitajumulisha mambo hayo, na Wakenya wataweza kuona kwamba leo tumeunda Azimio One Kenya, na kwamba vile Mheshimiwa Uhuru amezungumza, tuko na 3 important pillars: pillar ya Jubilee, pillar ya OKA na pillar ya ODM ambao pia ni azimio. Kwa hivyo nimekuja hapa nikamilishe tu kwa kusema hivi, ndugu Raila Odinga, tumetoka mbali, tumekula tear gas mbali, tumetoka mbali. Sisi tulianza kule LDP, kina Andrew Ligale, Mumbi Ng'aro na wengine, wakumbuka ndugu Raila. Tukatoka LDP tukaja kwa ODM Kenya, na hatukujua hata vile ya kugawanya chungwa. Raila anachukua chungwa moja, mimi nachukua chungwa na nusu, kikaumana. Tukatoka kule tukaingia basi kwa NAK. Kutoka NAK, unajua vile ambavyo iliendelea mpaka tukaunda CORD, mimi na ndugu Raila na ndugu Weta. Wacha tukule tear gas, kwa sababu tulionewa mambo haya. Tukakula tear gas kwa sababu ya watu wetu wa Kenya. Kutoka CORD tukaingia NASA, yale badala ya kunasa hawa tukanaswa. Namna hiyo. Kwa hivyo leo tuko hapa kwanza tarehe 12. Naomba munisikilize alafu nikamilishe. Tarehe 12 March mwaka wa 1930. Naomba munisikilize. 12th of March, Mahatma Gandhi led Indian people to demonstrate against colonialism, and that was called the Salt March. Tarehe 12 March ni siku ambazo Mwenyezi Mungu mwenyewe anafanya foundational change katika uongozi wa Jumuiya wa Madola. Kwa hivyo leo nimekuja kutangaza kwamba tutaendelea na muundo wa Azimio One Kenya, na candidate wetu ni Raila Amolo Odinga. Namuomba, kwa hivyo naomba wafuasi wote wa OKA, hatutaki inji iende na wafisadi. Tunataka inji ambayo iko na heshima, na naamini ndugu Raila hataangusha kijikiti. Mimi sikilizeni ya mwisho. Sasa nataka nimwite ndugu Raila. Ya mwisho, mimi nilikuwa nikidhani Raila atasema safari hii Kalonzo tosha. Lakini sikiza, kwa roho
roho safi wa Kenya nasema Raila Odinga tosha mara ya 3. Kuja hapa ndugu yangu. Asanteni. Tukienda mbele itakuwa ni hiari ya ndugu yangu Raila. Mimi nitamtafutia kura kwa Kenya nzima. Kenya nzima. Kama ilivyo desturi yangu. Na naomba ndugu Uhuru Kenyatta akubali pia pongezi kwa kuwa selfless. You will stand as a leader who has brought big change in Kenya kwa upande wa infrastructure. Ndugu Raila atakuja waelezea yeye mwenyewe atafanya nini. Lakini yangu kwa roho safi, Raila Amolo Odinga tosha. Asanteni sana vijana. Baba amerudi tena. Tumerudi tena hapa Jakaranda. Tunatoa shukrani kwenu kwa na subira tangu asubuhi mpaka sasa. Tumekuwa na majadiliano ya kirefu sana, lakini hayawi imekuwa. Nataka kwanza kutoa shukrani kubwa sana kwa ndugu yangu Uhuru Muigai Kenyatta. Pili, ndugu Stephen Kalonzo Musyoka, ndugu Gideon Moi, Mama Charity Ngilu, Profesa Kibunda Kibwana na wengine wote ambaye siku ya leo wamekubali nani? Halo, Joho ni mtu yangu bwana. Joho ni mtu yangu, hiyo ni ya nyumbani. Hapo tuko na Wycliffe Ambassador Oparanya, Ali Hassan Joho, Bwana Mbadi, tuko hapo na Mbichi Mboko, tuko hapo na Gladys Wanga, wengi sana, sio? Hawa ni watu wetu wa nyumbani. Sasa leo wameamua kunipate mimi kijiti na kukimbia naye kwenye kinyang'anyiro ambaye itakuja tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Nimehakikishia kwamba mimi sitawaangusha chini. Hii kijiti nitabeba kwa ushujaa, nitakimbia naye na nitaleta ushindi nyumbani. Tumesema tunataka kuchukua pale Uhuru na wacha. Yale yote Uhuru amefanya mazuri, tutashika yote. Tutatembea nazo. Miradi yote ambayo Uhuru ameanzisha tutakamilisha. Juzi nimetangaza kwanza mwanzo wa harakati ya ukombozi wa 3 wa Kenya.
Tukasema ukombozi ya kwanza ilileta uhuru, katoa mzungu. Ukombozi ya pili ilileta katiba mpya. Ukombozi wa tatu na ya mwisho ya uchumi na ni ya vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Nimesema walipokuwa wanapigania uhuru tulikuweko. Walikuwa wanasema tunataka mzungu atoke, Mwafrika ashike hatamu ya utawala, tupigane na maadui wetu makubwa matatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa miaka ni 58 wale maadui bado wamo, sivyo? Ndio tukasema tubadilishe mtindo, sivyo, ili tuweze kukabiliana na yale maadui kamili. Tumesema kwa upande ya ujinga tunahakikisha kama kila mtoto ambaye amezaliwa kwa nchi yetu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata mafunzo sawa sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa. Na wakimaliza masomo wapate kazi wa maana pale ambao wanaweza kupata riziki na kuinua hali yao ya kimaisha, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnakataa wheelbarrow? Wangapi mnakataa wheelbarrow? Nione kwa mkono. Hapa Nairobi, mimi ni Mnairobi. Mimi ni jogoo la mji. Nimeona jogoo ya shamba na kuja kunguruma hapa. Jogoo la shamba anaanza kunguruma kuja mjini. Na tunamwonyesha kwamba wewe ni jogoo la shamba, hajui mji hapa. Mimi ninajua. Mimi najua vitongoji hapa. Najua kona nyote, sio? Kichorochoroni pale pale ambapo wananchi wetu wanaishi, mimi najua. Najua umaskini, najua ufukara ya watu wetu, najua tunaweza kubadilisha, sivyo? Ndio sababu tumesema tunataka kuweka pesa mfukoni ya watu wetu. Wale vijana ambao wanataka kuanzisha biashara watapata mkopo kutoka kwa hazina ya serikali na walipi mpaka baada ya miaka 7. Sawa? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Tumesema vile vile kwa upande ya matibabu, watu wetu wengi wana shida sana ya matibabu, hawezi kumudu gharama ya matibabu, ya kununua dawa, kulipa gharama ya wodi, hata ya maiti hawana. Suluhisho ni kuleta baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba care. Kila Mkenya atakuwa ndani ya bima ya matibabu, ili wakiwa wagonjwa wanapata matibabu. Akina mama, vijana, watoto, wazee, hata kama wana pesa watapata matibabu sawa sawa. Tunaunga mkono? Tunaunga mkono? Tumesema tutasaidia wakulima wetu kwa upande wa ukulima. Tumesema tunajenga viwanda ambayo zitatoa ajira kwa vijana wetu sawa sawa. Tutataki kuona kama vijana wanahangaika hawana kazi. Nimesema leo nitaweka wizara ya vijana, kuangalia mambo ya vijana mara moja kwa moja, ili vijana wapate msaada kutoka kwa serikali. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Tutajenga manyumba ambaye bei yao ni chini, ili watu wetu badala ya kuwa wakodeshi wa nyumba watakuwa wenye nyumba ya kisasa, pale ambaye kuna maji, kuna stima na kuna sewage ndani yake.
ili tuachane mambo ya flying toilet katika vitongoji duni wetu. Sawa sawa. Tumesema vile vile ati kwa upande mwingine tuko na shida kwa upande ya usafirishaji. Juzi mnaona mambo ya bodaboda. Umeleta tatizo. Tumesema kama mtu amefanya makosa adhibiwe yeye. Tunasema nataka waendeshaji wa bodaboda wetu wapewe mafunzo ili waweze kujua mambo ya usalama. Sawa sawa. Lakini hapana chukua hatua ya kumuua mtu au kupiga mtu ambaye hana hatia. Sawa? Kwa hivyo tumesema polisi wasihangaike wale wana bodaboda ambaye hawana hatia. Hiyo tumeongea na Rais Uhuru Kenyatta na amekubali. Sawa sawa. Kwa hivyo sisi tunataka kuona kama vijana wetu wanaendesha biashara, wanapata riziki, lakini vile vile wao wanaangalia usalama ya watu wengine. Sio ni ongwana? Sio ni ongwana? Sasa vijana wetu, sisi sasa tunataka nyinyi muwe wanajeshi wetu. Sawa? Tumesema lakini pande nyingine tunataka wamama waheshimiwe. Wamama waheshimiwe. Wapate heshima sawa sawa. Kuna wale wamama ambayo wana watoto na hawana mabwana. Single parent mothers. Moja ni mjane. Bwana yake alifariki, amebaki na watoto yeye peke yake. Mwingine alikuwa ameoana lakini amewachana na bwana yake. Talaka. Mwingine alidanganywa na kijana. Mimi nakupenda sana, nitakuoa, lakini tuendelee tu kufanya kazi. Umefanya kazi, mtoto imetoka, kijana ametoroka. Sasa mama imebaki ni watoto hapa. Wanahangaika, sio? Hawa mama wanapata shida mingi sana. Hata watoto wao wanapata shida kwa upande wa elimu. Nasema hawa watoto kina mama watapata msaada kwa serikali yetu. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Alafu vile vile tumesema kuna wale hohehahe, hawinde, mafukara ambaye hawana chochote. Wanahangaika, wanakuwa na shida mingi zaidi. Wale majamii. Nimesema tutaleta social protection program hapo kwetu. Vile inafanyika kule Marekani, hata kule Ulaya, hata kule Brazil. Sawa? Nasema hali jamii ambaye hakuna mtu ambaye ana mapato yoyote utapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali kila mwezi. Mnaunga mkono? Wangapi mnaunga mkono? Nione kwa mkono. Joey. Sasa vijana, siku ya leo ni siku yangu kurudisha shukrani kwa hawa marafiki yangu. Leo wamenipatia mimi heshima kubwa zaidi. Nataka niite wachache hapa wasalimu nyinyi. Mnataka namna hiyo? Mama Charity Ngilu yuko hapo. Abe Charity. Charity.
Asante sana. Hamjambo. Yangu ni kusema machache tu. Baba, congratulations. We are going to support you. You are going to be our next president after President Uhuru Kenyatta, and we are going to support you. And the work ahead of us after President Uhuru Kenyatta is tailored for you, and we know you are equal to the task. We will support you in every way. These young people you see here will be looking upon you to make their life better in this country. Asante sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki. 001 Ali Hassan Joho. Nairobi hoye! Mambo mukongangari. Nataka niwaulize wana Embakasi, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakuwa nani? Mimi nataka niwahakikishie tarehe 9 mwezi wa 8 saa 5 usiku, rais wa 5 atakuwa Raila Amolo Odinga. Mungu awabariki. Dr. Mugisha Kitui. Mheshimiwa Rais wa 5, tarehe 10 asubuhi mwezi wa 8, wakati tunakumbusha kwamba jogoo wa shamba hawezi kuwika mjini, tutakuwa tukikumbusha mtu hivi: Ongebe na majivuno yako yamekwisha sasa, heshima iko wapi? Ulipotoka shamba kuingia mjini, mimi nimekuona, uwezi kunitisha. Kujikoa mikoko na kudharau uwezi, wewe umeonyeshwa adabu na heshima. Asante sana. Babu Owino. Asanteni sana vijana ria, vijana ra, vijana tibim, wazee warembo ha, wamama mwe. Asanteni sana.